not in doubt that the Jubilee administration is in place and is a government that we all fought for and that we are proud to associate ourselves with because we believe in it and we believe that we have a duty to deliver on the promise that the Jubilee Manifesto is all about. We believe we have a duty as members of Parliament to support His Excellency the President Uhuru Kenyatta in delivery of his the big four agenda. We also want to state at the same time, because it's in the public domain, the government of Kenya is spending around 30 billion shillings in doing what they are calling the Mau roads. The Mau roads are roads that are supposed to connect or get to counties that seriously fought for independence. That's our understanding. And when we look at how the design, how the distribution of those roads is being done, we want to say that we are very, very uncomfortable as the people of Meru, and we demand that those kilometers of beyond 500 should find themselves, or some of the kilometers need to get themselves in Meru. Mostly you find that these roads are distributed in Murang'a, Kirinyaga, Laikipia, and Kiambu, Meru, and Nyandarua, and Nyeri. Meru County, nobody doesn't know the road that was planned by Field Marshal Mwariama. Nobody doesn't know what General Baimundi did. Nobody doesn't know the role that was played by General Matata in the struggle for independence. And for that matter, if these roads are supposed to honor the freedom fighters, Meru must be in a position to get a share of this money doing roads in Meru. It cannot be that we are good people when independence was being fought. It cannot be that whenever there is a struggle and a fight for anything, we are always very close to one another. And when they are supposed to share, then there is no such consideration for now. Hii mambo ya barabara, na nimekuwa kwa kamiti ya barabara, naelewa kabisa pale ndani. Mimi barabara zangu siko hapo mbili, moja imekaliwa, na ingine iko kwa Mutunga, na ingine iko kwa Maole, na ingine iko kwa Kiringo. Simekaliwa pale kwa treasury, ambazo ni malone ilipatiwa na European Union na kuna grant, na grant. Lakini CS ambaye aliingia amekalia hizo barabara ine za Meru hapa, na hiyo anafanya kazi akiwa mtu wa president wetu. La pili, nyinyi mnajua Ruire Isiolo Road, hii barabara imeisha na iliisha, lakini uzuri sasa wamesikia na itaendelea kujengwa, na waliweka ndani baada ya sisi kupiga makelele kama wabunge. Hii barabara inasaidia Mheshimiwa Mutunga na mimi na Meru Town hapo. Sasa tunasikia kuna dio carriage inakuja, kila kitu inakaa inaishia Nyeri ama inaishia Nanyuki. Reli tunahitaji hapa Meru pia. Dual carriage tunataka ifike Meru Town na ifike mpaka Maua, because we are part of the government. But things cannot be done coming from that way. Itafika hapa 2040. Wameru kwani sisi hawakupiga kura ama sisi ni wa voting machines? Sisi ni watu wa kupiga kura tu, ikifika wakati wa kupiga kura tunadanganywa hapa Meru, hey ndugu zangu ni hapa pigeni kura, tunapiga kura. Alafu hakuna kitu yote inakuja hapa. Reli yenyewe inaishia Nyandarua. Tunataka hizo vitu zifike hapa. La mwisho, Mheshimiwa Uhuru ya tani, hiyo barabara unataka kupeleka uko Marsabit, barabara za Wameru, nataka kukuhakikishia kwamba hiyo haitawezekana, kwa sababu tulifanya public participation hapa Meru. Wananchi wa Meru wanajua juu hizo barabara.
Hizo barabara ine zimetajwa, inatoka Kianjai kwenda Kamoja Road, barabara ya kutoka upande wa Kinarindikiri, barabara ya kutoka kwa Maoka Maore, na hiyo ingine. Hizo barabara unataka kuvuruta kwa sababu wewe ni CS. Kwani CS ndio kuokota kila kitu kupeleka kwao? Tunajua hata ni pesa ngapi na tutasema ni ngapi ulipeana kwa constituency yako this year. This financial year. Tunajua I'm in the budget committee and I know how much money was allocated. Hiyo tabia ikome. Na hiyo barabara tutasimama tuangalie ukienda naye. Na tunauliza Mheshimiwa Rais, angalia watu wengine wanaharibia kazi yake. Hiyo sio kazi ya Big Four. Kwani Big Four hajaenda kuibia wengine? Hapa hatuwezi kunyamaza. Asante. Kusema kweli, miraa sisi wabunge wa 11th Parliament tulienda juu chini tukiongozwa na chairman wetu akiwa hapa, na tukapitisha miraa ikawa cash crop ama scheduled crop. Na tangu wakati hiyo tulipomaliza hiyo na rais akaweka sahihi, tumekuwa na shinda nyingi sana kutokana na viongozi wa serikali kutoka huko juu. Si minister, si wengine, hata si county kama hata governors wote wanafanya hawajatosheka, hawajaona miraa kama kimumea kama ile ingine. Lakini ni ombi langu kwa niaba ya watu wale wanakusa miraa na Wameru wote, tunaomba governors wale wanasuia miraa isiende kwao wajue miraa ni cash crop. Tungaliomba minister wa agriculture, tungaliomba minister wa foreign affairs, tungaliomba anybody involved with the mambo ya miraa ama ukulima, tafadhali wajue miraa is a cash crop. Na ndio tunauliza wale wako karibu na rais wetu, aswa minister, aende aketi na yeye, amwambie vijana wanalia, wakulima wanalia, wachukuzi wanalia, hata wale wana consumers wanalia, sababu miraa inapigwa left, right and center. Na sababu hakuna goodwill kule juu. Sababu hakuna goodwill kule juu, ndio unaona inapigwa hivyo. Ndio tunaomba rais atusikize.